Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema katika maisha yetu, kutupatia kitabu chenye mafunuo, kutupatia kitabu chenye jumbe za kutusaidia katika maisha yetu. Ukisoma Biblia yako vizuri, kama wewe ni msomaji mzuri wa Biblia yako, nadhani unakumbuka kisa cha mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Yakobo, ambaye yeye ni miongoni mwa watoto waliozaliwa na mzee Isaka. Walikuwa ni mapacha, yeye na kaka yake Esau. Hawa ni miongoni mwa watoto ambao kuzaliwa kwao kulikuwa ni kwa ajabu. Walianza kushindana wakiwa bado tumboni. Anasema mdogo atamtawala mkubwa. Sitaki kwenda sana mbali katika kisa hiki. Kisa hiki kinasimulia mambo ya ajabu yanayofikirisha ubongo wetu katika maisha yetu. Sikia niwaambie, katika maisha yako huwezi kuishi katika dunia hii kwa kuishi kawaida. Ili uwe tofauti na watu wengine, lazima ufanye vitu vya tofauti na watu wengine. Na Mungu alikusudia kwamba ubongo wetu ufanye mambo ya tofauti, mambo ambayo yataleta athari chanya katika maisha yetu ya kila siku, kwa ajili ya kuandaliwa kwa ajili ya umilele. Ukisoma Biblia yako vizuri, kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 32 na ule mstari wa 24, tutakutana na hicho kisa. Kitu kimoja ambacho natamani kujifunza katika mada hii ya kufanya mambo kwa mwendelezo. Yako mambo machache ambayo natamani tujikumbushe kutoka katika kisa hiki, maana ni kisa kinachofikirisha kutoka nje ya boksi, kufanya mambo tofauti na watu wengine. Sikiza kitabu hiki kinavyosema, kitabu cha Mwanzo sura ya 32 na ule mstari wa 24. Yakobo akakaa pale peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake. Ukateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Sikia, akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usipo nibariki. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako hutaitwa Yakobo, ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko. Yakobo akapaita mahali pale Penueli, maana alisema, nimeonana na Mungu uso kwa uso, na nafsi yangu imeokoka. Haleluya! Mimi nikisoma Biblia yangu ninapata vitu vingi sana kutoka katika kisa hiki cha Yakobo. Yakobo ni moja ya watu ambao katika maisha yetu tunamjifunza. Yakobo alikuwa ni moja ya watu jasiri. Ukisoma Biblia yako vizuri, aliwahi kukaa njama na mama yake. Tuache na jinsi alivyotengeneza njama yeye na mama yake, tuache hiyo. Yakobo alishindana na Mungu usiku kucha katika maisha, kufanya mambo kwa mwendelezo. Huwezi kuishi kwenye hii dunia kwa kuishi kawaida. Usipofanya kwa mwendelezo, huwezi kupata matokeo ya mwendelezo. Kufanya mambo kwa mwendelezo ni ufunguo mkubwa wa kuelekea mafanikio yako ya kiroho na ya kimwili. Kuna mtu hajanielewa. Matokeo makubwa yanakuja pale ambapo kila siku unafanya kwa mwendelezo. Kama ufanye kwa mwendelezo, huwezi kupata matokeo ya mwendelezo. Yakobo alishindana na kiumbe ambaye hakujua kama anashindana na Mungu mpaka kuna kucha alfadhili, na tunaona jinsi ya kwamba mwendelezo ule wa kuendelea kupigana naye ninaufananisha na mpiganaji wa ngumi anaitwa Bruce Lee. Bruce Lee aliwahi kusema ya kwamba, mimi simwogopi mpiganaji anayepiga ngumi 1000 za namna tofauti tofauti, ila huwa anamwogopa mtu anayeweza kurudia aina moja ya ngumi, aina moja ile ile ya ngumi mara 1000. Unajua hujaelewa. Na huu ndio utofauti wetu katika maisha. Wengi tungekuwa mbali kama tungefanya kwa mwendelezo. Yakobo aliitwa Israeli. Leo Israeli unaijua hii, Israeli hii kama taifa. Jina chimbuko la Israeli lilitokana na mpiganaji alikuwa akipigana, akishindana na Mungu. Hujaelewa. Hii mada itakuja wakati mwingine, tutajifunza masomo yajayo. Kufanya mambo kwa mwendelezo. Tunaona jinsi ambavyo alipokuwa anashindana na Mungu, alipokuwa akishindana na kiumbe alichokuwa hajakifahamu Yakobo, yule mtu alivyokuwa anaona hamshindi,
akamtegua panapo uvungu wa paja lake, lakini bado Yakobo alimng'ang'ania, akamshikilia mguu. Licha ya kwamba ameishiwa pawa, lakini bado Yakobo alimshikilia. Akamwambia sikuachi, maana aligundua nimekutana na Mungu. Penueli, mahali pale amekutana uso wa Mungu, amekutana Mungu uso kwa uso. Penueli, akapaita mahali pale Penueli, akasema sikuachi usiponibariki. Maisha yetu yanahitaji tuwe ving'ang'anizi. Ndio maana Tim Keller anasema watu waliofanikiwa katika dunia hii wanatofautiana na watu wasiofanikiwa, kutoka kulala mpaka kuamka, tabia 300. Sababu changamoto yako sio kukosa muda, changamoto yako ni kukosa kufanya mambo kwa mwendelezo. Ukifanya mambo kwa mwendelezo, mimi nataka nikwambie rafiki yangu, kweli kabisa, kuanza kunahitaji hamasa. Ili uanze jambo lolote, liwe la kiroho, liwe la kiuchumi, lolote linahitaji hamasa. Lakini ili kuendelea na jambo hilo linahitaji nidhamu. Kama huna nidhamu, ni ngumu sana kuendelea. Sikia hii kusaidia katika maisha yako. Mtu mmoja aliwahi kusema ya kwamba kufanya kitu kwa mwendelezo ni ngumu sana kama huna mtu au watu wa kukutazama na kukusaidia, watu wanaokutia hamasa na kukusaidia. Guys, sio rahisi hivyo. Kwenye ulimwengu huu unahitaji unapofanya jambo ujipigie makofi wewe mwenyewe. Ukisubiri watu wakupigie makofi, rafiki yangu, haitawezekana. Kwa taarifa yako, kuna watu wengi sana wanaona unachokifanya, wengi sana. Kwa kawaida hiyo hiyo, wanadamu huwa ni vigumu sana kutoa pongezi, asilimia kubwa. Leo ukisubiri waseme ndipo ufanye, utaferi sana. Lazima uamue kimkakati kufanya mambo kwa mwendelezo. Huna sababu ya kutokufanya kuanzia sasa. Iwe ni kwenye mambo ya kiuchumi, ziko fursa ambazo unaziona karibu yako mambo ya kiroho ambayo yamekwama katika maisha yako, unaweza kuamua kuyarudisha na ukayafufua yakawa kwa mwendelezo. Nataka nikwambie, ukiamua kufanya kwa mwendelezo kuanzia sasa hivi, utapata matokeo kwa mwendelezo. Wako watu wengi sana wangekuwa wamefika mbali sana kiroho, wangekuwa wamefika mbali sana kiuchumi, kwa sababu walikosa kufanya kwa mwendelezo. Nataka nikukumbusha kwamba yako mambo makubwa sana uliyapanga uyafanye. Utafiti unasema ya kwamba kadiri unavyoendelea kugairisha mambo, ndipo ile hamasa yako inazidi kupungua. Nakubaliana na utafiti huo ya kwamba kama tutaendelea kugairisha mambo, kuna watu ambao mwaka jana, mwaka juzi, miaka michache iliyopita walikuwa na vision, walikuwa na maono makubwa, lakini waligairisha. Na unavyoendelea kugairisha, ile hamasa inazidi kupungua. Ili upate mafanikio yoyote katika nyanja zote, kanuni kubwa ya watu waliofanikiwa, wanafanya kwa mwendelezo bila kukata tamaa. Never give up, my friend. Yakobo alifanya kwa mwendelezo na akashinda, akabarikiwa, akaitwa Israeli.